Yes, karibu sana kwenye part 2 ya how to fly drone. Sasa leo hatuongei sana. Leo ni vitendo vingi sana. Kwanza tutaonesha drone yetu husika na tutakwambia tumeshafika location hapa na vitu gani vya muhimu ambavyo tutavizingatia kabla kurusha drone yetu. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na video hii, subscribe, like na comment ili kwanza kupata video zetu zilizopita. Kama kawaida, video iliyopita ishaonekana, iko hapo kwenye link, gusa hapa juu, nenda kwenye video ya kwanza tunapoongelea kuhusu revolution ya drone inavyoendelea na kwa nini tumeamua kuichagua DJI moja kwa moja kutoka pale Guangzhou, China. Tuende kwenye DJI Mini 3 Pro. Ni drone ambayo tumesema imetoka mwaka 2022 mwezi wa 12. Karibu sana tuitazame hii na vitu gani vya kuzingatia baada ya kufika location. Come back. Sasa tayari tunayo box letu pendwa hapa la DJI Mini 3 Pro. Karibu sana. Ile box letu ukilifungua, cha kwanza kabisa utakutana na vitu tofauti. Cha kwanza ni baadhi ya misumari ya kureplace propeller, lakini vile vile utakutana na propeller zenyewe pair 4, lakini utakutana pia na wire wa type C kwa maana hii drone inachajiwa na type C. Na ukifungua zaidi drone yetu yenyewe hii hapa mbele ni sehemu ambayo kuna cover na huku nyuma ni sehemu ambako kuna kaa battery. Yeah, this is our battery. Inakaa hapa na hapa pia ni sehemu ya kuweka memory card. Lakini pia ukiendelea kufungua kwenye box zaidi utakutana na controller. Mimi hii natumia smart controller, lakini pia kuna watu ambao wanatumia zile analog controller ambazo unaweka simu na kutumia application ya hapo. Kama hauna, pia nimeweka hapo chini application hiyo, unaweza kuchukua application na kwenda kuitest mwenyewe. Hii ndio controller yetu. Hii ndio controller ambayo inaweza control hii drone. Hapa pia ni control stick ambazo tunazitumia kwa ajili ya kumonitor. Tutazungumza kwanza drone afu baadaye tuenda kwenye controller. Karibu. Sasa twende sasa. Hii ndo kidrone chetu chenyewe hiki hapa. Tumekwambia hiki hapa inapiga 4K frame ya 60, lakini pia HD frame ya 120 kwenye super slow motion kabisa. Lakini pia ina shoot cine style kwa maana ya flat color. Mbele hapa hii ndo sehemu ambayo kuna kamera yetu ambayo hii ndo gimbal yake. Kwa hiyo tuta unfold gimbal na ina uzito wa gram ngapi? Ina uzito wa gram 249. Okay, tume unfold tayari. Kwa hiyo huko mbele tumekwambia kwamba hii kwenye video kwanza nilikwambia kabisa kwamba hii ni 3 Pro kwa maana kwamba inazo version za obstacle sensoring ya try kwa maana ya 3. Kwa hiyo ina sense nyuma, ina sense chini pamoja na mbele, ambao Mini 4 Pro ambayo imetoka mwaka 2023 yenyewe ina sense mara 4. Kwa hiyo itakuwa na sense nyuma, mbele, chini na pembeni. Kwa hiyo hizi ndo sensor zetu. Hii ni sensor za nyuma, hizi ni sensor za mbele, na hizi pia ni sensor za chini. Kazi ya hizi sensor ni kuzuia obstacle, kwamba isitue kwenye obstacle mbaya au iweze kukwepa obstacle. Kwa hiyo kitu cha kwanza ukishakuwa na drone yako, cha kwanza kabla ya vitu vyovyote, ingiza tena battery yako. Make sure battery yako iko full charged. Kwa mfano kama ukinunua pack utapewa battery moja, lakini unaweza kununua pack nyingine ambayo inakuwa na battery 3. Hizo battery 3 make sure inakuwa full charged ili kusudi uweze kufanya flight yako kwa muda kadhaa. Hii itaenda dakika 34, lakini pia kuna intelligent batteries ambazo zinaenda dakika 47. Kwa hiyo cha kwanza nitaingiza battery yangu kwenye drone yangu na tayari hapa nimeshaweka battery kama unavyoona tayari hiko. Kwa hiyo unabidi upress once kusudi kuangalia battery life kwamba hii nazo button ngapi. Kwa hiyo kuna 1 2 3 4. Kwa hiyo ukibonyeza mara kwanza ukaona ziko 3, basi unajua ziko 4, ina maana inakuwa iko full. Lakini kwa sasa hivi inaonekana ziko 3 kwa maana inakosa bar moja kuwa full. Hiki choka tumeshakicheki. Baada ya hivyo tunaiweka drone yetu chini, tunaingiza kwenye issue ya control. Make sure unapoiweka usiweke kwenye mchanga kusudi kuzuia ile michanga kuingia kwenye gimbal yako. Na kama ukiwa unatumia hii drone, make sure unatua kwenye mchanga au kwenye vumbi. Ukifanya hivyo, hii gimbal utaiharibu ndani ya sekunde kadhaa kwa sababu itakuwa inashindwa kufanya balancing. Kwa hiyo tutaweka chini kusudi tuende kwenye remote controller. Okay. Ndio controller yetu. Hii inaitwa smart controller, lakini nimekwambia kuna watu ambao wanatumia analog controller ambazo zinatumia application ya simu. Kama nimekuweka link hapa chini, unaweza kudownload hii application na ukatumia kwenye simu yako. Inatumika kwenye Android version kuanzia ya 10. Basi kwa sababu tuna smart controller yetu, ngoja nikwambie kuhusu kwamba hii smart controller hii pia inaweza kucontrol Mavic Air 2, Mavic Air 2S, Mavic 3 Pro, Mavic 3S, Mavic 3 Classic. Inaweza kucontrol hii system controller. Nitakuelekeza kwenye video nyingine ya 3 ambayo itakuwa inakuonyesha namna ya kufanya linking kati ya controller
controller moja kuweza control drone nyingine. Na hii hasa huwa inatumika sana kwenye watu wa aviation. Unaweza kuona unaosha sehemu ambayo drone hairuhusiwi afu unashangaa drone yako inaenda. Huwa watu wanafanya hiyo pairing kutumia controller yako kuiba drone yako. Basi tuende kwenye hii video ya leo. Tuzungumze kuhusu hii controller. Huko nyuma kwanza ina button hizi mbili na C1 na C2. Hizi kazi yake moja kwanza ni kutani kutoka kwenye vertical, kwa sababu hii drone ina uwezo pia kushuti vertical. Inaweza kushuti frame ya 16:9 kwa vertical, lakini pia hii nyingine ni kwa ajili ya kutani kamera juu na kamera chini. Kazi yake ni kufanya kamera ya tilt juu na nyingine kamera tilt chini. Kwa hiyo tutazichukua hizi zinaitwa hizi controller zetu link, alafu tutakuja kuzifunga mbele hapa. Kitu cha kwanza hicho utazifunga hapa. Naanza kutunza kwa sababu unapewa tu pair mbili hizi. Ukipoteza hii inakuwa imebaki pair moja. Ukipoteza hizo ndo tayari itabidi ununue pair nzima ya hii kitu. Kwa hiyo tayari tumeshazifunga hapa. Twende huko chini. Huko chini kuna type C ya kwanza na kuna type C baada ya kufungua hapa. Kuna type C ya pili, lakini pia kuna sehemu kama memory card. Hii memory card ni kama ukitaka kurekodi simultaneous, kwamba urekodi kwenye drone lakini vile vile uweze kurekodi material kwenye smart controller. Na hii ndio faida pekee pia ambayo ipo kwenye smart controller, kwa maana kwamba unaweza kurekodi video kwenye smart controller na bado ukarekodi video kwenye drone. Kwa hata drone ikipotea utakuwa bado na video yako kwenye smart controller. Sasa tuende. Hizi type C zote mbili zinafanya kazi gani? Hii ya kwanza inatumika kwa ajili ya kucharge, just for charging. Hii ya pili inatumika kwa ajili ya microphone. Kama unataka kuna DJI umetoa mic mwaka 2023 ambazo zinatumika kurekodia sauti. Kwa hiyo kama unataka kupata sauti au una mic zako za simu zile boya au zile lapels, unaweza kuchomeka hapa type C ukaweza kupata sauti kwenye drone yako. Tumeshamaliza. Hapa mbele tutazipata hizi controller kwa ajili ya up and down. Hii ya side view na side view. Hapa ni sehemu ya kuashia. Hizi ni scene, hii ni normal, hii ni sports. Ina maana hizi ni speed modes. Hapa ni return on na smart pause. Hapa pia ni sehemu ya picha, hapa ni sehemu ya kustart record. Kwa namna kuangalia pia hii inachajiwa. Make sure hii kisha charge drone iko juu ndo tayari ndo basi. Kwa hiyo make sure unakagua pia charge ya hii controller. Bonyeza mara moja uangalie charge iko asilimia ngapi. Kama mimi hapa nimebonyeza ni iko bar 4, imekosa moja kuwa full. Kwa hiyo nitabonyeza. Ukitaka kuwasha kitu chochote ambacho kinahusu DJI, sio gimbal, sio drone, chochote ambacho kinatoka kwenye DJI, first place, second place, long place, itayawaka namna hiyo. Kwa hiyo nimejaribu kuiwasha hapa, imeandikwa DJI, sio kama utakuwa unaona. Kwa hiyo tumewasha controller yetu tayari. Tunachofuata sasa hivi ni kuwasha drone yetu. Kama nilivyokuambia kwamba kwenye kuwasha drone lazima product yote ya DJI, iwe ni gimbal, iwe ni everything from DJI, lazima ubonyeze ya kwanza na ubonyeze ya pili kwa long place. Kwa hiyo tutakuwa tumeweza kuwasha hivi vitu vyote viwili. Naam. Kwa kinachotokea sasa hivi inakuwa inafanya pairing kwa sababu ishaijua kwamba hii ndo controller yake. Obvious ukiwasha hii na ikawasha na hii video itapia huku. Kama una controller ambao ni mpya, ina maana inabidi ufanye pairing ili kusudi ziweze ku-match. Gimbal kama unavyoona hapa tayari gimbal ishawaka. Kama nilivyokuambia kwamba ukiweka kwenye sehemu za michanga au kwenye sehemu za vumbi utapata nani ikiingia huko kwa chini. Kama ikishaingia huko chini hizo vumbi au mchanga itasababisha hii smart smooth itakuwa hamna tena. Itakuwa inaweza kusumbua. Kama tutatambia hapa on point activated. Hii on point ni point ya msingi kama nilivyowaambia kwenye video ya kwanza. On point ndio sehemu ambako drone itaweza kurudi baada ya wewe either kuwa umeshiwa chaji au kuwa umechoka kufanya kazi yako. Ndio sehemu ambayo drone yako itarudi tena. Kwa hiyo cha msingi zaidi inabidi ujue on point yangu hapa iko around obstacle zipi. Sio karusha kwenye maji afu kategemea on point irudi kwenye maji pale pale. Ulikuwa umekaa chini ya mti afu unategemea on point yako iwe pale pale juu ya mti. Ikirudi drone itaishia tu juu ya mti, haitofika chini. Kwa hiyo vya kuzingatia hivyo ni point nishakwambia. Wewe angalia eneo lako lipo salama kwa ajili ya kurusha. Basi tumesha connect hapa. Kitakachofuata hapa ni kuseti masuala ya light, nikimaanisha ISO, aperture na shutter speed. Vile nitaseti video quality ambayo naitaka, lakini pia kuangalia nataka version gani, nataka colored au nataka flat. Kwenye picha pia nitaangalia format. Huyu anafanya RAW pia na JPG. Kwa hiyo nitachagua nataka quality gani. Bwana niset kwanza kwenye video. Set kwenye video. Kwa hiyo nitabonyeza huko juu kusudi niweze kwenda kwenye video. Tayari nipo kwenye video. Kwa hiyo video pia inaweza kashoot auto. Nimekwambia hii ina uwezo mkubwa kwenye kushoot mazingira ambayo yana low light na wao kukupa mwangaza mkubwa kwenye low lights. Kwa hiyo nitashoot tu manual, unaweza kuweka auto na au manual. Nimeweka manual, kwa hiyo nitaweza kuweka frame yangu hapa nimeweka 4K 25
Okay, na temperature 5800. Vitu vya muhimu kabisa vya kuset kwenye drone ni pamoja na ISO, aperture, shutter speed pamoja na temperature. Hivyo vitu vinne ni vya muhimu kuvizingatia unapotaka kuset. Lakini pia kitu kingine kama nilivyokuambia ni issue ya on point yako ikoje na ina nini. Lakini pia na focus, unaweza kuset manual au auto focus. Nilisahau kukuambia kuhusu hizi links mbili hapa. Moja inafanya kazi ya kuzoom, nyingine inafanya kazi ya kutilt kamera ya gimbal. Kwa hiyo baada ya hapo nitaweza kupandisha drone yangu juu kidogo ili kusudi. Point nyingine ya msingi ni kwamba drone inapotoka kwenye ground surface inaenda mita 1.4. Kwa hiyo make sure ukisema i-start yenyewe itatoka mita 1.4. Kwa hiyo kama itakuwa ni mita 1.4, zingatia kwamba huku juu unapoenda kusiwe zaidi. Na kama sheria, kama unarusha drone kwenye maji ni mita 1.5. Kwa hiyo vitu vya kuzingatia hivyo. Kwa hiyo nitaweza kuipandisha kwa maana kwamba itaenda mita 1.4 juu. Kwa hiyo nitabonyeza button hapa ya take off. Kama nilivyokuambia sasa tayari drone tumeshaipandisha juu. Kwanza cha msingi imebidi ni turn off hizi sensors, kwa maana kwamba hapa mimi nilipo haiwezi kanirekodi na haifanya chochote. Kwa hiyo lazima ni turn off sensors ili kusudi niweze kupata hii hali ya hapa. Na pia ukiwa ni kwenye eneo la tukio itakuwa inawasha mistari nyekundu kuonyesha kwamba huko mbele kuna obstacle, lakini pia nyuma kuna obstacle. Kwa mfano hapa mimi niko kwenye obstacle mita 1.2 na mbele hajaandika idadi. Kwa hiyo tuende kwenye button zetu, practice za button zetu. Hii hapa tunakwambia inaenda juu na chini. Hii inaenda juu na chini. Alafu hii inaenda upande. Na angalia kwenye kamera hapo. Hii nilikwambia inaenda juu chini. Juu chini. Juu chini. Hii pia inafanya kazi ya kuzoom. Hii na zoom. Hii inamwovesha kamera juu chini. Hii controller ya juu inaenda chini, inaenda juu, chini, juu, chini, juu. Haya, sawa. Ngoja tutest. Tumeweka sensors zote ziko off. Ngoja tuone je tunaweza kuishika chini. Haiwezi kushikwa chini hata kama sensor ziko off. Kwa hiyo sensor ambazo ziko more powerful kati ya hizi sensor zote tatu ni sensor ya chini, ambayo ya nyuma haina shida na ile ya chini ina shida. Kwa maana kwamba sensor ambazo ziko active kwenye Mini 3 Pro ni hii sensor ya chini. Wameweka hivyo kwa sababu chini ndio kuna sehemu ambako kuna obstacle kibao chini. Ndio maana wamebidi waweke sensor iwe na nguvu chini. Yaani no matter umeiambia drone isiwe na nini, ila sensor za chini itaendelea kuwa active. Kwa hiyo kilichobaki hapa ni kupractice. Kwa sababu drone ikishaenda juu, hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili na la muhimu ni ikiwa juu unafanya nini. Kwa hiyo it's about confidence na shots ambazo utazifanya drone ikiwa juu. Iko kitu cha muhimu. Kwa hiyo baada ya kusema hao nakwambia usisahau kusubscribe, kulike na comment. Kwa hiyo sasa hivi ngoja nikupigie shot moja tu alafu ndakuonyesha hapa tulipoanzia na tunapoenda kukifanya. Asante sana kwa kusikiliza video hii. Tumetoa ya kwanza, tumetoa ya pili. Kuna pia ya tatu ambayo itafuata, ambayo itakuwa inaeleza vitu vingine kabisa kuhusu sheria za Tanzania na drone. Mamlaka ya anga na mamlaka ya aviation na masuala ya sheria kuhusu urushaji wa drone kwa Tanzania. Je, kuna vibali unabidi uwe navyo ili kurusha drone? Na je, mamlaka yenyewe ya TCAA inasemaje kuhusu masuala ya drone? Kwa hiyo baada ya kusema hao nikwambia usisahau kusubscribe, kulike na comment. Kamera zinazotumika hapo, hii wide imefanya Alpha 4 Son ambayo inakodishwa kwa shilingi 1,500 kwa siku. Na hiyo close up imefanywa na 5D Mark 4 kiwa na 70-200 ambayo inakodishwa kwa 100,000 kwa siku. Behind the scene pictures imepigwa na Mark 3 na 50 ambayo inakodishwa kwa shilingi 50,000 kwa siku. Kwa hiyo karibuni sana. Pia na hii drone tunaikodisha kwa shilingi 100,000 kwa siku. Kwa hiyo karibuni sana. Tunasema we create with passion. Kwa niaba ya wote ambao wamefanyika hapo, tunashukuruni sana. Nyuma ya kamera kwa kuna Anta TZ, Director Big, Stasha na mwingine amejitokeza siku ya leo kutupa support.
Ciao. Sasa kuna sema rudi ufuti ile jina lake ile. Ndio hivi. Sasa haobi kinga ndio kwa uanze uzo mwafu ndio.